Watu ninaokaa nao kila siku wananijenga au wananibomoa? Watu wengi wanamaliza chuo wakiwa na kitu kimoja kichwani, kazi. Lakini swali ambalo wachache wanajiuliza ni hili: ni watu gani kwenye network yangu wanaoweza kunipeleka huko ninapotaka kwenda? Karibu kwenye Me and the Graduates Podcast, mahali tunapoongelea maisha halisi baada ya chuo, career na jinsi ya kujenga future yako kwa maksudi, sio kwa bahati mbaya. Mimi ni Kinkadhi na leo tutagusia kitu ambacho kinaamua spidi ya maisha ya kila graduate, which is people around you. Unapokuwa chuoni, urafiki ulitengenezwa na mazingira. Watu unaosoma nao darasa moja, kozi moja au unaoishi nao hostel moja. Kila kitu kilikuunganisha automatically. Lakini ulipomaliza chuo, mchezo wote ulibadilika. Sasa hakuna tena mazingira ya namna ile. Ni wewe sasa ndio unaamua kukaa na nani na kwa sababu gani. Na hapo ndipo wengi hukosea, kwa sababu sio kila mtu unayekaa naye chuoni au baada ya chuo anapaswa kuwa kwenye network yako. Network sio marafiki. Network ni watu wanaoathiri direction ya maisha yako. Na kama uko serious na maisha yako, nisikilize kwa makini. Baada ya kumaliza kusoma au hata wakati unaendelea kusoma, jitahidi sana uwe na watu ambao wanafuata hawa ninakwenda kuwataja katika network yako. 1. Watu wenye malengo, goal oriented people. Hawa ni watu wanaojua wanataka nini, sio watu wa kubahatisha maisha. Kila conversation yao ina specific direction. Kuwa nao kunasaidia kuanza kufikiria kwa structure maalum badala ya kubahatisha. Swali la kujiuliza: je, watu unaokaa nao wanakuweka kwenye focus au wanakupeleka kwenye distractions? Kama unataka kubadilisha mazingira yako, anza leo kwa kutambua angalau mtu mmoja kwenye saiko yako anayekupa focus, kisha mfuatilie zaidi, mkaribie na jenga mazungumzo ya maendeleo naye. Kundi la pili ni watu wa action, doers. Hawa ni watu wa kufanya, sio wa kuzungumza tu. Wanaanza na kitu kidogo walichonacho. Wanajaribu, wanakosea, wanarekebisha huku wanaendelea mbele. Hawa wanakufundisha kitu muhimu sana. Maisha hayataki mipango mingi, yanataka matokeo. Sasa jiulize kitu kimoja: network yako inakufundisha kuchukua hatua au inakufanya uwe mtaalamu wa hesabu kali? Kuanzia leo, chagua kitu kimoja unachokuwa ukikiairisha mara kwa mara na uanze kukifanya. Kisha angalia ni nani kwenye network yako anaweza kukusukuma zaidi kwenye matendo kuliko maneno. Kundi la tatu ni watu wenye ujuzi, skilled people. Hawa ni watu wanaojua kufanya mambo au shughuli fulani. Inaweza kuwa ni biashara, ufundi, teknolojia au huduma yoyote. Kuwa nao karibu kunakupa exposure maisha halisi ya soko la ajira na fursa. Jambo la kufanya: skani kwenye saiko yako nani ana ujuzi unaokufaa au unaotaka kujifunza, alafu anza kumfollow, kumuuliza maswali au kujifunza kutoka kwake. Kundi la tatu ni watu wenye maono makubwa, visionaries. Hawa wanafikiria mbele zaidi ya hali ya sasa. Wakati watu wengine wanaona matatizo, wao wanaona fursa. Ukiwa na watu hao, jaribu kuanzisha conversations zenye fursa, idea au plani za baadaye. Kundi la mwisho ni watu waliokutangulia, mentors. Hawa ni watu waliopita unapopita sasa hivi. Wamekosea, wamejifunza na wana experience ya kukuokoa muda wako mwingi sana. Yaani kwa ufupi, hawa ni shortcut yako. Wiki hii tafuta mentor mmoja ujifunze kutoka kwake. Anaweza kuwa lecturer, mtaalamu au mtu aliyefanikiwa kwenye field yako. Anza kuwa naye karibu na sio kujipendekeza. Jenga karibu wenye heshima na mtambuane, kisha mfanye kuwa mshauri wako. I hope now you know. Comment hapo chini ni aina gani ya watu unawakosa kwenye network yako kwa sasa. Na je, kama ungelijua hili mapema ungekuwa wapi kimaendeleo? Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Ulikuwa nami Kinkadhi, endelea kufuatilia episodi zinazofuata za Me and the Graduates. Ciao.